Kinachokuingiza mbinguni ni kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Full stop. Haijalishi nini, unasali wapi, una itikadi gani, kama huna Yesu ni zero. Ndio maana mtu yeyote anayejua hiki kitu, saa nyingine naongea na wazee wa kanisa na wainjilisti, naambia mmefika sehemu ambayo mtu anakaribia kukata kauli yake ya mwisho, tarehe zake zimefika, mmemuombea, lakini Mungu anasema huyu lazima alale mauti. Acheni story nyingi, muulizeni swali rahisi: je, umempokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Akikwambia ndio, muelezee maana ya kumpokea Yesu ni nini. Sio kujibu mdomoni tu. Maana yake ni kuamini kabisa kutoka moyoni ya kwamba kupitia Adamu mimi ninapotea na kupitia Kristo ninaokolewa bila kulipia chochote. Yaani matendo ya Kristo yanafanywa kuwa yangu, yakiwekwa kwangu mimi naingia mbinguni, hakuna mjadala. Haleluya. Yaani akaunti yako ni zero kwenye matendo mema. Mungu akiangalia sema naona uchafu tu. Mungu akasema naona uchafu tu. Alafu mwisho tunauliza anaingiaje mbinguni? Mungu anasema kama nikimhukumu kwa matendo yake hatoboi. Swali ni moja tu, niambieni, huyu ambaye mnasema aingie huko amempokea Yesu? Anasema ndio. Yesu anaulizwa kwenye akaunti yako ya matendo mema una kwa ajili ya huyu? Anasema nimejaza na kuzidi. Ndio maana anapoenda mbinguni anasema yuaja mkuu wa ulimwengu huu, yaani Lucifer, hanidai kitu. Haleluya. Nikatoka kusema nimewalipia kila kitu, deni limelipwa, kila kitu. Paulo anasema kama neema ingelingana na kosa ingekuwa tabu sana. Anasema neema inazidi kosa. Nikana kwamba ngoja kama ni kulipa deni la dhambi mimi mwenyewe bila Yesu, hii itakushoka kidogo. Ninaweza nikalipa bila Yesu, ila mgogoro siwezi kufufuka. Maana mshahara wa dhambi ni kwa hiyo sina kufa. Nikifa si deni limelipwa. Kuna kudaiwa tena? Umewahi kuona watu wanaenda kudai kwenye kaburi? Huwezi kudai maiti. Ulitenda dhambi, mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Ukifa umeshalipa tayari. Mgogoro hutoki tena bila Yesu. Ndio maana alitafutwa Yesu Kristo mwenye uwezo wa kufa na kufufuka. Alafu mimi na wewe tukaingizwa ndani yake. Tulipoingia ndani yake pale msalabani tukafa. Mimi na wewe tumekufa msalabani kupitia Yesu Kristo. Mimi na wewe tuliyempokea Yesu Kristo tukazikwa pamoja naye. Kwa hiyo pale kaburini siku 3 alizokaa, mimi na wewe tulikuwa mle ndani. Alipotoka kaburini, mimi na wewe tumetoka kaburini. Haleluya. Ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu pamoja naye. Nairudia hii tena. Mimi na wewe tumeketi pamoja naye katika mkono wa kuume wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo mpaka dakika hii, kwa nini juzi niliwaambia, ni jana mtanisaidia, niliwaambia ni huwezi kufa kwa sababu ya shetani au mapepo. Ni kwa sababu wewe hauketi hapa. Wewe unaketi kule. Yaani kama Kristo anauawa na majini, basi na wewe utauawa. Ila kama hauawi na majini, hufi. Kinachokuingiza mbinguni ni kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Full stop.